Hello msikilizaji na mtazamaji, karibu sana siku ya leo. Tunaenda kuangalia ukataji wa sabuni za magadi tukiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji wa sabuni ya magadi. Sasa hatua ya kwanza kabisa muhimu kuzingatia, lazima uwe na vibao, na vibao hivi vitakuwa vinakupa mwongozo wa kuweka alama katika lile donge lako ambalo limekwisha kuganda. Kwa alama tumeweka upande wa kwanza, lakini upande wa pili pia tunaenda kuvipanga vile vile vibao. Karibu sana kusubscribe, kulike, kushare, usisahau pia tuna nakala ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira, kitabu ambacho tumekuandikia bidhaa mbalimbali za viwandani kama vile sabuni za magadi, sabuni za miche, sabuni tiba, sabuni za kuogea, mafuta mgando na bidhaa zingine nyingi. Lakini pia tuna madarasa WhatsApp ambayo unaweza kututext kupitia 0783500971 kama inavyoonekana kwenye dashboard hapo kwenye screen. So hatua ya awali kabisa tumeshapanga vibao, tumeweka alama, na upande wa pili pia tumeweka vibao. Sasa kuna mshipi ambao unatumika kwa ajili ya kukata hizi sabuni za magadi. Kwa hiyo zingatia sana msikilizaji, na kumbuka kwamba sabuni ni bidhaa ambayo ina tija kubwa sana sokoni. Ikiwa utaamua kuizalisha katika ubora mzuri, amini kwamba utakuwa kuna hatua umepiga, hasa katika zoezi zima la uzalishaji wa bidhaa hizi za sabuni. Zaidi ya sabuni ya mche zina tija kubwa zaidi sokoni. Sasa katika ukataji wa sabuni hizi lazima kuzingatia sana vibao, kwa sababu vibao kuna video ambayo ilipita nielekeza kwamba vibao unatengeneza kulingana na size ya ile miche ambayo unakusudia kuzalisha. Kwa unachukua mche wa kawaida zaidi, unaenda kwa fundi mranda au fundi mbao, unamwambia nitengenezee miche ya mbao size hii hapa. Zeni atakutengenezea hiyo miche mbao, na miche mbao hiyo ndio itakusaidia wewe sasa kukupa mwongozo wa kukata sabuni zako. Sasa unaweza kaangalia hapa tumekata siles tayari tumetoa. Hizi hapa ni siles msikizaji. So ni siles ambazo baada ya kukata hivi, hatua nyingine ambayo inafuata unakata miche. Kwa awali ya yote unatoa siles kama hizi hapa. Na ni muhimu sana kujifunza na kujua ili kuwa na uwezo zaidi wa kuelewa, kwa sababu hapa kinachomata zaidi ni vipimo na kujua upana wa mche wako, kimo cha mche wako pamoja na urefu wa mche wako. Muhimu sana kuzingatia hayo. Baada ya hapo tumegeuza ile donge letu ambalo tayari tumesha kata slice, na hapo pia tunaweka alama kama kawaida. Yes. Tunaweka alama namna hiyo kutoka juu mpaka chini. Kumbuka kwamba vibao hivi nimekuambia kwamba unapaswa kutengeneza vibao ambavyo vina size ya miche yako. Kwa hapa tunatafuta kimo cha mche. Kama utapata changamoto sana kuelewa kupitia video hii, basi hakuna tatizo. Vizuri ukanitext WhatsApp ili nikupe taratibu wa kujifunza au taratibu wa kupata nakala yako ya kitabu, uendelee kujifunza na kunufaika zaidi na mafunzo haya ya ujasiriamali. Amini kwamba kwenye ujasiriamali kila kitu kinawezekana, hakuna kukwama ikiwa ndani yako una nia ya dhati kujifunza hilo jambo. Na amini kwamba hakuna kinachoshindikana. Ikiwa kuna watu wengine wamefanikiwa kwenye ujasiriamali na wamejua kuzalisha bidhaa mbalimbali, pia hata wewe ambao unaangalia video hii bado una uwezekano mkubwa sana wa kujua na kutambua. Kwa mimi nakualika sana kwenye ujasiriamali. Na hapa tumekwisha kuweka alama kama kawaida, zeni vibao na kuja navyo upande wa pili. Vibao na kaa navyo huku sehemu ambako ninavutia kamba. Kwa hiyo kuna kuvutia kamba huku ndio sehemu ambako mimi ninasimamia au ninaketi. Kwa ninaweka alama, natandika mshipi kule kwenye alama ambayo ilikuwepo mwanzo, alama ambayo nimeichonga kutumia vibao hivi, naweka mshipi pale. Afu zeni huku ninaongozwa na vibao. Kwa nikivuta maana yake nimekata, nikivuta maana yake nimekata. Kila nikivuta kwa ninavuta hivyo kutoka hapo juu mpaka alama zinapoishia. Na hapa ndipo ninapata miche yangu. Na muda sio mrefu ninaitoa ili kwamba na wewe msikilizaji na mtazamaji au mfuatiliaji ambao umependa kunifuatilia siku zote, ndio sehemu pekee ambayo unapaswa kujifunza na kuelewa zaidi. Kwa nikivuta hivi maana yake nimekwisha kukata. Nikivuta tena nimekwisha kukata. Kwa hiyo hata kama ukiwa na miche 1000 mpaka 3000 kwa siku 5000, unaweza kukata vizuri kabisa hata miche 5000 kwa kutumia vibao hivi. Kwa sababu kama hizi donge ambazo zinaonekana hapa juu ya meza, hizi donge zinatoa miche 210. Lakini ukataji wake naweza nikachukua dakika 20 mpaka dakika 25.
Kwa hiyo ikiwa sina watu wa kuelekeza naweza nikakata kwa muda mfupi zaidi. Lakini ikiwa nina watu wa kuelekeza, speed yangu inapungua kwa sababu lazima na wale pia wafanye demo ili waone vile inavyokata na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nikualike sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Ukihitaji kufikia malengo yako ujasiriamali, vizuri ukawekeza katika kujifunza. Kwa sababu hakuna jambo ambalo haliwezekani kwenye ujasiriamali. Kikubwa ni kuwekeza muda, wakati mwingine kuwekeza gharama, kuwekeza muda ili uweze kuyafikia yale malengo yako. Kwa hiyo mpaka hapa sabuni zangu zimekamilika na hii miche hapa imekamilika vizuri kabisa. Kwa hiyo nakata hapa mwishoni. Baada ya kukata hapa mwishoni, basi sabuni zangu zinakuwa tayari kabisa, zimekamilika, ziko tayari kwenda kuanika kwenye baridi. Sabuni huanikwa katika kivuli, sio juani. Usianike sabuni juani, katika kivuli au ndani. Lakini pia sabuni ikitokea una feni ndani au sehemu ya uzalishaji na feni, muhimu sana baada ya kuzikata ukaziwashia feni, zeni zitakaa sawa kabisa. Zitakaa sawa, zitakauka kwa wakati husika na utapeleka sokoni. So karibu sana kwa ajili ya kujifunza. Namba zangu za simu hizo hapo. Subscribe pia kama unapenda.